sina mwingine aliye kama wewe. Imba Yesu, Yesu wewe watosha, Yesu wewe watosha, sina mwingine aliye kama wewe. Tusaidia Bwana, tumwabudu Bwana katika tunakubariki katika mchana wa leo. Tubariki mpendwa, tukufungua moyo wako ili tuweze kumwabudu Mungu wetu katika tunakubariki. Tamani kumwabudu Mungu wako kwa kumaanisha mwabudu mpendwa. Kufika mahali hapa ni neema tu, hatuna kustahili. Bwana
Na ndio maana Bwana tuko hapa Bwana, karibu tutume. Karibu Mtakatifu, karibu. Katika masaa haya tunakuazimisha Roho wa Bwana majira haya, tunakuazimisha Roho wa Bwana katika kipindi hiki, tunakuazimisha Roho wa Bwana maeneo haya, tunaliazimisha jina lako Bwana, tunakurudishia utukufu na heshima Roho Mtakatifu. Wewe peke yako ni Mungu mwenye rehema, wewe peke yako umestahili heshima, wewe peke yako umeinuliwa, wewe peke yako umetukuka, wewe peke yako ni Baba yetu, wewe peke yako Mungu, haujalinganishwa na chochote na hautalinganishwa na chochote. Mbingu na nchi vinaliamini jina lako, mbingu na nchi vinalitukuza jina lako. Pokea sifa na heshima Bwana, pokea sifa na heshima Bwana. Peke yako wewe ni Baba yetu, peke yako wewe ni Mungu mwenye rehema, peke yako unastahili kuinuliwa. Baba, tunakuazimisha sasa. Baba, tunalibariki jina lako. Baba, tunaamini wewe ni Mungu zaidi yako, hapana mwingine. Ibariki jina lako na kuheshimiwa. Asante sana Mungu wa rehema, asante sana Mungu wa amani, Mungu mtakatifu, asante kwa ujio wako. Asante sasa tunakwenda kula na mezani pako, utupe kibali na neema ya kukuelewa tunapokuja kujimwaga mbele zako sasa, tukija kujimimina chini ya viwango vyako, uwe pamoja nasi ukituhudumia. Ninakushukuru Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni mwema na ni mwaminifu, jina lako liinuliwe na kutukuzwa. Wewe ni mwema na ni mwaminifu. Kama ndivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Isaya sura ya 61, tuende sasa kwenye neno letu la leo. Isaya sura ya 61 mstari wa kwanza na wa tatu. Isaya 61 mstari wa kwanza hadi ule wa tatu. Biblia inasema, Roho ya Bwana Mungu ni juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Mstari wa pili, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa na siku ya kisasi cha Mungu wetu, kuwafariji wote waliao. Mstari wa tatu, agizia hao waliao katika Sayuni wapewe taji na maua badala ya majivu, mafuta ya furaha badala ya maombolezo, vazi la sifa badala ya roho nzito, wapate kuitwa miti ya haki iliyopandwa na Bwana ili atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Amba niliombee neno hili. Baba, libariki neno hili ambalo tumelisoma katika Isaya 61 mstari wa kwanza hadi wa tatu, likatufae na kutujenga katika jina la Yesu. Amen. Mahali ambapo tumesoma hapa ni Isaya ameandika kitabu hiki cha Isaya. Wanazuoni wengi wanakubaliana hilo kwamba mwandishi ni Isaya wa hiki kitabu, na jina la Isaya lilikuwa lina maana nzuri sana ya wokovu. Na huyu Isaya ni mwana wa Amozi, na huyu alikuwa ni mzaliwa wa Yerusalemu. Huyu Isaya alikuwa ni mzaliwa wa Yerusalemu, lakini pia na tunaona kabisa amejaliwa kuwa na familia na kuwa na watoto. Isaya kwa ni nabii ambaye amefanikiwa kuwa na familia na watoto, lakini nabii ambaye pia amepita katika mateso mengi na makubwa sana 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 katika nyakati za Agano la Kale, na amekuwa ni nabii ambaye amedhibitisha ukuu wa Mungu sana kwa viwango vikubwa, na ni miongoni pia mwa manabii wakubwa wale wanne. Tunafahamu kuna manabii wakubwa wanne na kuna manabii wadogo 12. Sasa yeye Isaya yuko ndani ya kundi la manabii wakubwa wanne, na yeye kama jina lake lilivyokuwa wokovu, alikuwa akitangaza habari ya wokovu kwa taifa la Israeli, na habari ya hukumu, na habari ya watu kumgeukia Mungu, ili kuandaa nafasi ya watu kumpokea Mungu katika taifa la Israeli. Bwana Yesu sana. Sasa mimi leo nataka nizungumze juu ya kitu kinachosema Roho Mtakatifu
anavyofanya kazi katika maisha yetu. Roho Mtakatifu anavyofanya kazi katika maisha yetu. Ndicho kitu ambacho tutazungumza au ujumbe wetu siku ya leo. Roho Mtakatifu anavyofanya kazi katika maisha yetu. Kwenye nabii Isaya kama tulivyoona kwenye hiyo sura ya 61 ule mstari wa 1 hadi wa 3. Kwenye ile mistari kuna vitu vitano muhimu. Kwenye ile mistari kuna vitu vitano muhimu. Katika nafasi ile anapozungumza Roho wa Bwana yu juu yangu kwa sababu amenitia mafuta kuwafungua wafungwa na kuwaweka huru na watu kadha wa kadha wenye matatizo mbalimbali. Vile kile kipengele cha yale maandiko kuna vitu muhimu ambavyo kwa sababu ni shauku yangu tuende kujaa Roho Mtakatifu ambaye yeye ndiye anatenda kazi kwenye maisha yetu. Yeye ndiye anayetusaidia. Natamani niende haraka kabisa lakini utanielewa. Sasa kwenye ile mistari kuna mambo matano. Jambo la kwanza, Roho Mtakatifu anataka kutenda kazi na watu waliovunjika moyo. Roho Mtakatifu anapokuja, Roho Mtakatifu anapojaa ndani ya mtu, anaangalia mahali ambapo huyo mtu ana changamoto, pengine amevunjika moyo. Na kama amevunjika moyo, Roho Mtakatifu ni sehemu ya kazi yake kukutia moyo mahali ambapo umekata tamaa, huwezi kuendelea, umevunjika moyo kwa ajili ya mateso mbalimbali, kwa ajili ya magonjwa. Kuna vitu vingi vinavyotuvunja moyo. Kuna vitu vingi ambavyo vinavunja moyo wanadamu. Yanaweza kuwa ni magonjwa, wanaweza wakawa ni ndugu zako, inaweza kuwa ni kundi la jamii ambalo unashirikiana nalo. Inaweza kuwa ni ofisini kwako, inaweza kuwa ni kwenye biashara, lakini vitu vinavyovunja moyo mwanadamu viko kila kona. Sasa Roho Mtakatifu akija, Roho Mtakatifu akija, yeye anatia moyo. Yeye anatia moyo mahali ambapo mtu amevunjika moyo. Nimekuwa nikisema katika ibada zilizopita za wiki kwamba hakuna mwanadamu anaweza kukubebea mzigo. Hakuna mwanadamu anaweza kukuchukulia tatizo lako. Kuna mahali tatizo lako ni lako, lakini anayeweza kukubebea tatizo ni Roho Mtakatifu. Yeye anaweza kukubebea, maana anasema huchukua udhaifu wetu. Na anapouchukua udhaifu wetu, yeye huenda kutuombea. Kwa tafsiri nyingine, yeye anapouchukua udhaifu wetu, anaupeleka kwa mwenye mamlaka Mungu. Na yeye kwa sababu ni Mungu, anaushughulikia udhaifu wetu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kama kuna mahali tumevunjika moyo, katika ile mistari jambo la kwanza anapokuja yeye anatia moyo. Lakini jambo la pili anapokuja anaweka huru. Yeye anaweka huru. Jamani, kuna watu hawako huru. Kuna watu hawako huru. Unajua mtu anaweza kawa na biashara, ndio amesoma sawa, na PhD, ana masters, ana doctrine na kadhalika, lakini hajawekwa huru. Sasa Roho Mtakatifu akija, Roho Mtakatifu akija, anapoleta ule uhuru, anapoleta uhuru ndani ya mtu, maana yake unakuwa katika nafasi ambayo ni nafasi inayokuweka salama na Bwana. Na uhuru unaozungumziwa hapa ni upi? Ni kuwa chini ya mateka. Kuwa chini ya mateka kwa kifungo chochote. Vifungo viko vingi. Unaweza kuona mtu yupo amefungwa na mapepo. Amefungwa, anatembea na matatizo ya magonjwa yasiyokuwa na ukomo. Amefungwa. Huyu tunashuhudia watu wengi, anaweza kama ni msomi kabisa, tunayefikiri ameelimika, lakini utamkuta amefungwa na kuvuta sigara, amefungwa na uzinzi, amefungwa na urevi. Kwa nini? Ni mateka huyu. Hata kama ana elimu kiasi gani, ni mateka. Kwa nini ni mateka? Hajapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Hajapokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Na mtu akishakuwa mateka, maana lazima awe chini ya aliyemteka. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akija, anaondoa umateka. Sema amina. Anaondoa umateka, anakuweka huru, anakufanya uwe salama. Shetani hawezi kukuteka tena. Viashiria vya namna yote vya shetani haviwezi vikakuweka chini ya ulinzi. Kwa hiyo akija, anaondoa umateka na anakuweka huru. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu akija, anatangaza vifungo kuachia. Anatangaza vifungo kuachia.
Tunasoma vizuri wakati ambapo Paulo akiwa gerezani. Majira ambayo Paulo alikuwa gerezani ni majira ambayo Paulo yalikuwa ni mabaya kwake. Ni majira ambayo Paulo yalimtesa. Ni majira ambayo Paulo na Sila hawakuwa na namna. Lakini aliposhuka Roho Mtakatifu aliamuru. Yaani hapa napapenda sana. Jamani, Roho Mtakatifu ni mzuri sana. Aliposhuka, kwa sababu yeye ni Mungu, aliposhuka milango ya gereza bila kufunguliwa na mtu yoyote ilisalenda. Minyororo iliyokuwa imewafunga wale watu ilisalenda. Nguvu ya Mungu ikishuka mahali, Roho wa Bwana akishuka mahali, lazima vifungo viachie, lazima vifungo viachie, lazima magereza ziachie, lazima mapepo yaachie, lazima magonjwa yaachie, lazima tatizo la kila namna liachie, kwa sababu mwenye mamlaka ameshuka, kwa sababu Roho wa Bwana na mamlaka. Na yeye akishuka akitembea, anatembea kweli kweli. Akija kwenye tatizo lazima likimbie, akija kwenye magonjwa lazima yapone, akija kwenye udhaifu wa kiroho lazima wachie. Sema amina. Akija lazima vifungo viachie. Na ndio maana tunamtaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa umeteseka muda mwingi, hajaja tu mwenye mamlaka. Nataka nikwambie, akija Roho Mtakatifu juu yako, lazima vifungo viachie. Lakini jambo la 4, Roho Mtakatifu akija juu ya mtu, analeta faraja. Kuna watu wengi wamekuwa wakitamani sana, ndugu zao au watu wao wa karibu wanapopata matatizo waambie neno moja tu, pole. Nana amekuwa akitamani hilo. Yaani ukipita kwenye tatizo, mke wako, mume wako, baba, mama, shangazi, mjomba, usikia anakuambia pole, pole. Nana amekuwa akitamani neno hilo. Na watu mlivyo wengi. Sasa hiyo haitoshi. Roho Mtakatifu ana original yake. Yeye akileta faraja inazidi pole. Yeye akileta faraja inazidi viwango vya neno la huyo aliyekwambia pole. Yeye akileta faraja anakuondoa kwenye changamoto ya sintofahamu, unaenda kwenye hali ya kufahamu, unajisikia kufurahi, unajisikia amani, hata kama umelala kitandani uwezi. Roho akishuka, hata kama watu walikuacha, Roho akishuka lazima faraja irejee, lazima amani irudi, lazima viwango vya kufurahia virudi tena ndani ya moyo wako, kwa sababu yeye ndiye mfariji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye ndiye mfariji. Na kama yeye ndiye mfariji, yeye anaweza kukuvusha. Kuna mahali watakatifu wa Bwana, maneno ya watu kukupa pole yatakosekana. Kuna mahali hutapata hata mtu wa kuuliza, mbona unapita maeneo magumu, pole, utampata mtu wa namna hiyo. Kuna mahali utafikia unapita kwenye tatizo, huoni hata mtu anakuulizia, vipi habari ya asubuhi? Nataka nikwambie usiogope, kama na Roho Mtakatifu, bado atakupa faraja tena. Bado atakupa faraja tena. Bado atakupa faraja tena. Sema amina. Yeye anatoa faraja. Yeye anatoa faraja. Yeye anatoa faraja. Mahali pengine umekosa nafasi ya kupata hata aweni, kile unakokatiza umeonekana ufai, na hasa kama unapita kwenye changamoto za matatizo au magonjwa au changamoto yote ambayo inaweza mpaka jamii wanaiona. Unafikia sehemu watu wanasema, ili nalotokea nimeugua, ili nalotokea nimepata changamoto, bila kulialia tu. Nataka nikwambie Roho Mtakatifu yupo. Nataka nikwambie Roho Mtakatifu akija atakutia faraja. Roho Mtakatifu akija atakutunza tu. Hajalishi mtu wako wa karibu hakwambii pole, anayo pole Roho Mtakatifu. Hajalishi mtu wako wa karibu hakujulia hali, Roho Mtakatifu atakujulia hali. Hajalishi watu wako wanaokuzunguka hawakuangalii, yeye atakuangalia. Nataka niwaambie Roho Mtakatifu yeye ndiye anatosha kufanya kila ambacho mioyo yetu inatamani. Jambo la 5, akija anatangaza mwaka wa Bwana. Sasa sikiliza, kuna watu wanakupangia kuna watu wanakupangia hutaishi. Kuna watu wanakupangia matatizo kesho yataongezeka. Unajua kuna watu mpaka wanasema, yani mama fulani tutaona. Yani basi amefika mwisho. Nataka nikwambie, anakuja leo anayekwambia mwaka wako wa Bwana. Anakuja anayekwambia maisha yanaendelea. Anakuja anayekwambia bado sogea mbele. Anakuja anayekwambia usiogope. Anakuja anayekwambia vuka hicho kiunzi. Anakuja anayekwambia bado utaishi. Anakuja
anayekwambia utaendelea, anakuja anayekwambia hautakufa, anakuja anayekwambia usiogope. Sema amina. Hata kama watu wanasema mambo mengi, lakini Roho yupo. Yeye akija anatangaza mwaka wa Bwana. Unaweza umekosa neno la kukwambia watu, huoni kabisa, hakuna hata mtu amejitokeza, hata kwa bahati mbaya tu nakwambia pole, biashara imeyumba, utaendelea tu, usiogope, utakuwa mfanya biashara mkubwa. Hujamwona mtu wa hivyo? Au ndoa imekuchanganya, hujaona hata mtu anajitokeza kukwambia baba, mke amekuchanganya, pole, Mungu atatatua ndoa yako. Hujamwona mtu wa hivyo anayekwambia mama, ndoa imekuwa ni shida, pole, Mungu yuko kazini. Hujamwona. Nataka nikwambie hao wote hawawezi kufanya chochote kwetu, lakini Roho Mtakatifu anaweza kusema. Roho Mtakatifu anaweza kutangaza mwaka mwingine. Roho Mtakatifu anaweza kutangaza majira mapya. Hata kama watu wanayazuia, Roho akiyaleta yatakuja. Hata kama watu wanazuia, Roho akileta vitatokea. Mwaka ambao wanafikiri hatutaishi, ndio mwaka tutaishi. Mwaka wanafikiri hatuponi, tunakufa, ndio mwaka tunapona. Maana anatangaza mwaka wa Bwana, anatangaza mwaka wa Bwana, anatangaza mwaka wa Bwana, anatangaza mwaka wa Bwana. Haleluya. Na wakati mwingine mpendwa, umekuwa ukitangaziwa mambo mabaya tu. Roho yuko, Roho Mtakatifu hapa. Yeye amesema pointi ya jambo la 5, anatangaza mwaka wa Bwana. Na yeye akitangaza imetosha. Unaweza kuwa umeitwa tasa, mgumba, asiyezaa. Ni watu wanasema, sio Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anaweza kutengenezea mwaka wa kupata mtoto. Roho Mtakatifu anaweza kutengenezea mwaka wa baraka. Haleluya, haleluya. Roho wa Bwana anaweza kufanya vyote. Roho wa Bwana anaweza kufanya. Sasa sikiliza mambo mawili ya kufanya afu tukaombe. Unatamani kutiwa moyo? Unatamani kutembelewa na Roho wa Bwana? Unatamani muone Mungu? Unatamani hayo yote tuyasema uyaone? Nataka nikwambie mtu wa Mungu, hakikisha unafanya mambo haya mawili. Jambo la kwanza, kama unatamani haya yote Roho wa Bwana yafanye kwako, jambo la kwanza kabisa muhimu, unapokwenda kuomba lazima uruhusu kuguswa na yeye. Haleluya. Lazima umruhusu kuguse. Lazima umruhusu kuguse. Lazima umruhusu kuguse. Ni jambo la kwanza muhimu. Nisikilizeni. Roho Mtakatifu tunapoomba, yeye anakuja kwenye, yeye anakuja kugusa maombi yako. Unapoomba ukisikia unagusa, usijifikie. Unajua kuna watu wanajizuia. Na kwa nini wanajizuia? Ananiangalia, yaani nimevaa suti kabisa alafu nene kwa lugha. Yaani nimevaa suti kabisa alafu machozi yanakuja eti. Anayakaza machozi. Sikiliza, mruhusu akuguse. Ukitaka kuwa salama, mruhusu akuguse. Ukitaka kuwa salama, mruhusu akuguse. Ukitaka uwe salama, narudia tena, mruhusu akuguse. Maana yeye akikugusa, mguso wake una faida, mguso wake unaleta faraja, mguso wake unaondoa matatizo, mguso wake unaponya, mguso wake unafungua njia. Hata kama zimefungwa, njia lazima zifunguke. Maana Roho ameshuka. Hata kama kuna vizuizi, lazima viondoke. Mruhusu akuguse. Jambo la pili, weka jitihada kumbembeleza aje kwako. Weka jitihada ya kumbembeleza. Nimeweka neno kufungua milango yako. Kufungua mlango wako. Weka jitihada ya kumbembeleza akuguse. Kwa hiyo bado nimeweka kufungua mlango wako. Sasa mlango wako ni wa moyo. Moyo wako ufungue. Naamini dunia imekuchosha. Yako mambo mengi yanakutesa. Mambo mengi. Sasa fungua mlango wako. Fungua moyo wako. Fungua moyo wako. Usijiangalie ulivyo. Wote tunahitaji kumwangalia Roho Mtakatifu. Wote tunahitaji kumwangalia Roho Mtakatifu. Maana yeye Roho Mtakatifu ndiye anaweza kaleta solution ya kila shida, solution ya kila matatizo. Nataka niwaambie ndio Bwana, unaweza kuja unalia lakini utaondoka unacheka. Unaweza kuja umevunjika moyo lakini utaondoka umetiwa faraja tena. Maana yeye yuko hapa. Yeye yuko hapa kufanya kile anataka kifanye kwenye maisha. Anataka kutembelee, anataka kujaze, anataka kuhudumie kwa viwango vya tofauti. Roho Mtakatifu yuko hapa sasa. Naomba usimame kwa miguu yako. Na unaposimama kwa miguu yako, usizuie mguso wowote wa Roho Mtakatifu.
Hizi timu tuende mbele za Bwana tukaabudu. Na kila mmoja. Na kila mmoja. Hakikisha kwa sehemu yako katika wiki hii ya Pentecoste. Katika kilele hiki cha ujazo na mkuu wa Roho Mtakatifu. Mwambie Roho Mtakatifu usiniache. Mwambie Roho Mtakatifu usiniache. Mwambie Roho Mtakatifu usiniache. Katika wiki hii muhimu na katika masaa haya muhimu. Umeteseka sana vya kutosha. Wakati mwingine unaishi kwenye tatizo ambalo limekuwa juu ya uwezo wako. Sasa solution ni Roho wa Bwana. Natamani kuona kila mmoja ametulia na akiendelea kumwabudu Mungu sasa katika viwango ambavyo havijawahi kuwepo. Usikubali ukatoka bila kujazwa Roho. Yeye huyu ndiye Mungu wetu. Yeye huyu ndiye anatenda kila jambo. Yeye huyu ndiye Mungu. Yeye huyu ndiye muweza wa yote. Yeye huyu ndiye anafanya kila jambo. Gloria Musaka. Nizamu yako sasa kujaa Roho wa Bwana. Nizamu yako kufurika tena na nguvu za Mungu. Nizamu yako kuzama kwenye milima ya Roho Mtakatifu. Nizamu yako kushiriki mbele za Bwana. Nizamu yako mpendwa. Hakikisha unawaachilia moyo kwa Bwana. Usiruhusu chochote kile kikuondoe kwenye uwepo wa Mungu. Usiruhusu chochote kile kikuondoe kwenye uwepo wa Mungu. Usiruhusu chochote kikuondoe kwenye uwepo wa Mungu. Achilie Bwana atawale na wewe. Achilie Bwana atawale na wewe. Achilie Bwana atawale na wewe. Viwango vya kiroho sasa. Msaada wenye wako. Kujaroni msaada wako. Kujaroni neema ya Mungu kwako. Ufungue moyo wako kwa Bwana. 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 Usijiangalie namna ulivyo. Wewe bado ni mtu kwa Mungu. Usijiangalie namna ulivyo. Nguvu ya Mungu inashuka mahali hapa. Ikakufunike sasa. Roho wa Bwana tembea. Roho wa Bwana tembea. Roho wa Bwana tembea. Roho wa Bwana tembea. Endelea kuabudu katika roho na kweli. Na ukisikia unakamatwa katika kuomba, omba tu. Lakini utaendelea kumwabudu Mungu. Ukikamatwa katika kuomba, omba. Jiachie kwa Bwana. Jiachie kwa Bwana. Endelea kuomba sasa. Na unaweza kuendelea kujimimina kwa Bwana. Unaweza kuendelea kujimimina kwa Bwana. Praise team, tuendelee kuabudu. Tuendelee kuabudu praise team. Halafu sisi wengine ukijisikia kujimimina kwa Bwana, hebu jimimine kwa Bwana. Nataka nipangie siku ya leo. Ni siku ya tofauti kabisa. Ni siku ya tofauti kabisa. Wako unayoitazama, wako unayofuatilia ibada hii, unasikia mambo haya katika jina la Yesu Kristo. 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 Bwana
achilie mbele za Bwana. Ukijisikia vizuri kuungana na madhabahu ya Bwana, wewe usizuiliwe na mtu yeyote, unaweza ukaisogelea. Na kama unasikia maombi yako yanatoa mbele ya madhabahu, niombe na wewe. Kama unajisikia haujapata mtembeo, haujapata mguso wa Roho Mtakatifu, njoo niombe na wewe. Kama unajisikia unao ukame, unajisikia unao ukame, unajisikia unao ukame, unajisikia umepembelewa, unajisikia unatamani kuzaa Mungu,
endelea kwenda, endelea kwenda, endelea kwenda. Anzeni kwenda,
Unamhitaji Roho Mtakatifu, endelea kubakia chumbani. Endelea kubaki kwenye viwango hivyo hivyo ya Roho Mtakatifu. Baki kwenye viwango hivyo vya Roho Mtakatifu. Usipoke. Watoto turudi tukapo. Kwa utulivu. Naomba niombe na watu. Shida yoyote unayo, Roho Mtakatifu akija yeye ni mponyaji. Hata kama umefikiria haiwezekani, njoo katika imani kabisa. Lakini ukiwa umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu, njoo katika imani na ukiwa umejaa nguvu ya Roho Mtakatifu. Huu ndio wakati wetu muhimu. Hata kama ndio na wewe, lakini endelea kufunua. Endelea kunena kwa lugha. Endelea kujaa Roho, mimi nakuwakilisha kwa Bwana. Mungu anajua shida yako. Wewe unadai usafi. Baba, katika jina la Yesu Mungu wetu. Wewe unajua shida ya huyu mtu. Unajua matatizo yako. Unajua changamoto unayo. Wewe Bwana karibu. Wewe Bwana shuka. Wewe ambaye umekuja kufanya jambo. Umekuja kufanya jambo. Haya katika damu ya Yesu. Nenda kinyume na kila mtako. Nenda kinyume na kila matatizo. Achia kwa jina la Yesu. Achilia kwa Bwana. Achilia wazao. Wewe salama kasaka. Achilia. Bwana yuko mahali hapa. Bwana anagusa shida yako. Bwana anakutana na hitaji yako. Alijua kazi yako. Mungu analijua kazi yako. Hata kama wanadamu hawaliwezi, lakini Mungu analiweza. Na Bwana akutane na wewe kwa jina la Yesu. Bwana akutane na wewe. Bwana akutane na wewe. Katika jina la Yesu. Bwana akutane na wewe. Bwana akutane na wewe. Bwana akutendee ulioacha. Bwana akutendee ulioacha. Bwana akutendee kwa jina la Yesu. Bwana akutendee kwa jina la Yesu. Bwana akutendee kwa jina la Yesu. Bwana akutendee ulioacha na moyo wako. 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 Bwana akutendee kwa jina la Yesu. Bwana akutendee kwa jina la Yesu. Bwana akutendee kwa jina la Yesu. Bwana akutendee ulioacha na moyo wako. Bwana akutendee ulioacha na moyo wako. Bwana akutendee ulioacha na moyo wako. Bwana akutendee kwa jina la Yesu. Bwana akutendee ulioacha na moyo wako. Bwana asimame na wewe. Bwana akutendee. Bwana akupiganie mahali usipoweza. Katika jina la Yesu. Bwana akutendee na akupiganie mahali ambapo umeshindwa. Bwana asimame na wewe. Njia zinafunguka sasa. Njia zinaonekana. Bwana anafungua njia. Bwana anafungua njia. Bwana anafungua njia. Alibebeshe kalama sasa. Endelaka sekalama. Wewe sekalama seka. Bwana anafungua njia. Bwana anafungua njia. Bwana anafungua njia. Katika jina la Yesu. Bwana anafungua njia. Bwana akufungulie mlango. Bwana akufungulie mlango. Katika jina la Yesu. Bwana akufungulie mlango. Bwana akufungulie mlango. Katika jina la Yesu. Bwana afungue njia. Bwana afungue njia. Katika jina la Yesu. Bwana afungue njia. Katika jina la Yesu. Bwana afungue njia. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana afungue njia. Bwana afungue njia. Bwana afungue njia. Katika jina la Yesu. Bwana afungue njia. In the name of Jesus. Bwana mshakaramo. Bwana afungue njia. Katika jina la Yesu. Bwana afungue njia. Njia zinafunguka sasa. Njia zinafunguka sasa. Mahali uliposhikiliwa. Bwana anapata mifungo yote. Bwana anapata minyororo yote. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Vifungo vyote vya chini. Vifungo vyote vya chini. Bwana anafungua njia. Bwana anafungua njia. Katika jina la Yesu. Bwana
Mwazimishe Bwana. Mwazimishe Bwana. Imba pale sauti yako. Kama huwezi kusimama muda mrefu naomba ukae, lakini kwa utulivu. Tuna haja na wewe Roho Mtakatifu kusema nasi. Tuna haja na wewe kusema nasi. Tuna haja na wewe kusema nasi. Ikiwa Roho anataka kusema basi aseme, lakini naomba tutulie kabisa. Ni wiki yetu ya pekee sana. Tamani kusikia Mungu anasema nini na kanisa. Tamani kusikia Mungu anazungumza nini na kusema. Mungu anaweza kasema na kanisa, lakini Mungu anaweza kasema na wewe kwenye utulivu. Mungu anaweza kasema na kanisa, lakini Mungu anaweza kasema na wewe binafsi. Kwa maana tunahitaji kutulia kabisa na ukirudisha tafakari yako katika moyo wako na maisha yako pia. Pale ambapo Roho anasema na kanisa, basi tutakuwa tukimsikiliza. Na wakati mwingine Roho anaweza kusema na wewe binafsi. Tunahitaji utulivu. Baba yetu na Mungu wetu, asante kwa sababu Bwana umetutembelea siku ya leo, na kwa sababu Bwana umetuhudumia, na kila aliyeshiriki na ibada hii hujamwacha, na hata atakayoendelea kushiriki hii ibada hautawacha. Haijalishi njia na mapito wanayoyapitia, lakini Bwana kila atakayeshiriki ibada hii utamsaidia, utamfungua, utamweka huru, utamwondoa kwenye fikira za uharibifu na kumweka mahali panapokupendeza wewe. Baba, tunakurudishia utukufu mwingi na heshima, kwa sababu wewe ni Mungu ambaye umetutembelea katika masaa haya. Neema na utukufu wako vikaonekane na kudhihirika. Tunakupa sifa na heshima na utukufu wako kurudie wewe, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.